Kwa majina naitwa Laura Abbas Salum, ni hakimu katika mahakama ya Zanzibar. Vile vile ni mwanachama wa chama cha Tauja, chama cha majaji na mahakimu wanawake Tanzania, tukiwa katika kanda ya Zanzibar. Asante sana. Tunataka kujua experience yenu ya mwaka jana na mwaka huu, mmejipanga vipi katika kuelekea katika hizi siku 16 ya kupinga ukatili na udhalilishaji wa kijinsia? Asante ndugu mtangazaji. Kama lilivyo lengo kuu la chama chetu cha Tauja, ni kuhamasisha, kutoa elimu na kulinda haki za wanadamu. Kwa lengo hilo maanake sasa kila mwaka huwa tunajipanga kwa kuendeleza swala la kutoa elimu na kulinda hizi haki. Sasa mpaka mwaka jana tulifikia katika hatua ya kuwa tunatoa elimu hii kupitia vyombo vya habari, kupitia mashuleni. Tulijitahidi sana katika engo hizo, lakini katika mwaka huu sasa tumesema tunataka Tanzania na duniani kote ieleweke zaidi na zaidi Tauja, na vipi sasa tutaitangaza na vipi tutatekeleza haya masuala ya kupinga udhalilishaji na kutoa haki za binadamu. Kwa hiyo tumesema tujipange kivyengine zaidi, maanake ukiacha kutoa elimu mashuleni, elimu kwenye vyombo vya habari, basi tujikuze zaidi kwa sababu mara hii sasa tunafanya activities mbalimbali, mfano kutoa elimu mitaani, ambapo tayari zimeshaanza hizo activities. Tukisema mfano kuna mtu anaitwa DJ tayari ukiangalia kwenye mitandao anaonekana amekuwa akihamasisha, na vile vile wakati huo huo sisi tukiwa tunaendelea kutoa hivi vipindi kama hapa ambacho tunakifanya kwenye TV za kuelimisha jamii kwa ujumla. Vile vile tutakuwa tuna press conference, tutakuwa tuna ilo kongamano kuu siku ya tarehe 6 pale, ambapo kwa kujipanga vile vile mgeni rasmi atakuwa mheshimiwa mama mke wa rais, Mama Mariam. Kwa hiyo tutakuwa kuna viongozi mbalimbali wakubwa, tutakuwa kuna wananchi tofauti, sekta tofauti za sheria, za vitengo vya sheria na vitengo tofauti vya kijamii, wananchi, wanafunzi, yani tumekusanya kila mtu na waandishi wa habari. Kwa ufupi itakuwa ni tukio kubwa sana. Kwa hiyo kutokana na hii pia vile vile tutakuwa tuna masuala ambayo naweza nikasema hapa tutarekodi rekodi mbalimbali, mfano kama zile za kwenda kuogelea, vitu kama vile. Kwa hiyo tumejipanga sana katika hili. Kwa mara hii tunategemea mambo yatazidi kuwa mazuri na elimu itafika kwa jamii kama ilivyo lengo letu, na wananchi watajifunza na mambo ya udhalilishaji utapungua wa ukatili wa kijinsia. Haya, shukran mheshimiwa. Katika hiyo kauli mbiu yenu ambayo ya mwaka huu mmekuja nayo, unaielezea vipi haswa? Kauli mbiu yetu ambayo inasema tuungane kutokomeza ukatili wa kijinsia mitandaoni. Kama mnavyojua, ukatili wa kijinsia ni vitendo ambavyo vinafanywa kwa mtu awe mwanamke, mwanamume, ama mtoto ama mtu mzima, ambao ukatili huu huleta athari pengine za kisaikolojia, za kimwili, za kiuchumi, za kingono. Kwa mnajua athari zake zilivyo. Kwa hiyo katika kujipanga katika hili, kwa tumejikita zaidi kuelimisha, na ukiangalia sasa hivi jamii yani ilivyokuja huu ukuaji wa teknolojia hii ya kimtandao. Kwa hiyo sasa hii lengo lake ni kukuza, lakini sasa kuna watu wametumia mtandao hii vibaya kwa kuweza kufanya huu udhalilishaji, kama kwa video na picha za ngono, ama maneno ya kejeli, maneno ya matusi mbalimbali, ama kuchafua watu, kuchafua mambo tofauti. Sasa hii hali imeathiri sana vijana, watoto, watu wazima, wanawake, kiasi ambacho imeleta hofu kwa jamii, imeleta migongano kwa jamii, imeleta athari kubwa sana, udhalilishaji mkubwa. Kwa hiyo kutokana na hii tumejikita sasa kuelimisha wanawake wenzetu, wanaume, vijana, hii athari kwa wanaotendewa na watendaji. Maanake kwamba kuna athari, wanaotendewa wanapata athari tofauti ambazo huleta woga, huleta kutokujiamini, unapelekea mpaka vifo, wengine kuchanganyikiwa kiakili, kukosa haki zao, na wale wanaotenda pia nao baadaye wanapokundikana wanapata adhabu, wanakosa haki za kuendelea na maisha mengine, wanaenda pengine jela. Kwa hiyo hii tunaleta uamsho huu kwa sababu watu waamke kwamba kuna haki tayari, huu utandawazi wa mitandao unalindwa tayari uko kwenye sheria, na sheria hii ya mtandawazi imekuwa kubwa tayari.
kanuni, sheria imezingatia sana vitu vyote vya kuzingatia kulinda hizi haki za mitandaoni. Kwa hiyo tuna uamsho huo mkubwa katika chama chetu.